By the way, yaani hatukuamini kabisa. Kwanza vijana wa marika kama yetu, sisi tulishikwa na bumbuazi kusikia kwa umepotea. Mimi binafsi nilikuwa kuna wasiwasi zaidi, nikidhani kama pengine hata uliaga dunia wewe. Naona mwanamume mwenye sifa za kuitwa mume ameweza kuolewa na pombe. Sijaletwa na kufuatilia sheria za sheria za dini zinavyosema isiweze kupita masaa 24 kabla hajastiriwa, na ndio maana tukaamua tumstiri huko. Hapana, mimi niko sawa kabisa. Nimezongwa tu na mawazo kidogo, lakini maisha nashukuru yanaendelea. Swali lako ni zito, lakini halina mizani. Nimekuja kumtafuta ili nikimpata niende ngamfungulie mashtaka. Kauli yako unaniacha kuniwaza. Bila shaka unafanya na jeshi la polisi. La hasha, mimi si kachero, bali nilishawahi kufanya kazi kwa nchi jirani na jeshi la ujasusi. Ana wewe ni mgeni hapa kwetu? La, mimi si mgeni, mimi ni mwenyeji wa hapa na pia wa nchi nyingine, na uraia wa hapa na wa nchi nyingine. I got your point. What your point? Bila majambazi ukiwa peke yako? Siko peke yangu, niko na kitengo cha flying squad kiko nyuma yangu. Hapo maana unajua nanuzia woga. Nanuzia woga. Usitishike kwa hilo. Najua muhimu na mhimiwa njia yao ni moja. Najua kwa sahihi hautaniambia. Najua hata nikikuuliza hautaniambia. Lakini toka niingie hapa nimeweza kusoma mambo mengi, japo sikuletwa na hayo. Bana kweli niamini. Nakuja watafuta vijana sipokee sana. Tunajua mapenzi. Unajua kama wewe unafanya kazi haramu ya kuuza mihadarati. What? Bila shaka kila mmoja wenu anajua hasa ajenda zilizoleta hapa pamoja. Hapana, upande wangu mimi sijui. Hata mimi bwana chief
pia nahitaji kujuzwa. Sijeni, ila najua mnafahamu ya kuwa wananchi wanalalamika kuhusu kuzembea kwa askari wetu. Bwana Chief, kulaumiwa mbona ni kawaida tu, na mimi sioni kama kuna tatizo kubwa hapo. Kulingana na hali halisi vile ilivyo, tatizo lipo. Maana nilipokea simu kutoka kwa mkuu wa wilaya na kuniuliza kama kuna tetesi yoyote ambayo imeorodheshwa kumhusu Sandra. Eti Sandra? Ndiyo, Sandra. Yuko wapi Sandra, Sergeant Chacha? Hapana Bwana Chief, tuelewe, hatujui lolote sisi. Eti Bwana Chief, tuelewe? Tuelewe? Kama maofisa wa polisi hamjui, na sisi wengine tufanye nini? Muangazia sana. Kwani Bwana Chief, huyu Sandra nani? Mbona vyombo vya habari vimemwangazia sana? Sikiza Bwana Chacha, iwapo mtaniambia Sandra alipo, mtapoteza kazi. Kufutwa kazi? Hapana, itabidi niseme siwezi kufutwa kazi kwa sababu ya kosa ambalo si langu. Bwana Chacha bana, useme nini sasa? Wewe kama kitu hujui tu. Shut up. Mwache ongea anachokijua. Chacha, umekutana na huyu mwanadada anayeitwa Sandra katika harakati zako za kazi? La hasha, sina habari zozote zile ambazo zingeweza kufanya kupatikana kwa Sandra. Naona hapa kuna jambo unajaribu kunificha. Sandra yuko wapi? Maana kulingana na kauli ya wazazi wa Sandra, inasemekana ulionekana naye mara mwisho, na kutokea siku hiyo mpaka sasa Sandra hajaonekana tena. Bwana Chief, kama unavyojua mimi ni mzalendo na mlinda katiba ya nchi, na pia mimi ni askari niliobobea sifa kochokocho. Hivyo basi kuna wengi ambao wanatamani wawe kama mimi, lakini wamekosa sifa nzuri, ndio maana wanatembea huko kando kando na kutaka kuniharibia jina langu, wakati mimi ni msafi kabisa kama sufi, wala sina makosa yoyote. Yaani ni dhahiri shahiri kuwa hayo yote niliyokueleza nitayatekeleza mara moja. Lakini babe. Nani babe? Sikiza ikinyangarika. Mimi sihitaji uwepo wako. Na ikizingatiwa, fungana virago vyako na ujikati. Naomba tu unielewe basi. Message ulizoziona kwa simu yangu wala hazikuwa za kwangu. Message iko kwenye simu yako. Alafu leo hii wasema kuwa si za nani? Si za kwako. Haya niambie, ni za nani? Kwa kweli mimi nahisi kuna mtu alihaka akaunti yangu ya WhatsApp. Hivyo basi kuitumia bila dhamira yangu. Amin. Hivi wafikiri mimi ni bongo lala, si ndio? Haya, sawa. Na hii pesa yenye imetoka kwenye akaunti yangu mpaka kwenye akaunti yako, hiyo pia ni haki? Najijua ni kwamba chako ni changu na changu ni chako. Kwa maana nilifanya hivyo. Ibilisi wewe. Nisikilize. Pesa zangu ni zangu. Sawa? Pesa zangu si za kuwa wewe uzichukue ukampatia yule hawara wako, kwa sababu nimezitafuta na jasho langu. Kwa hiyo achana na mambo yangu. Ila utakuwa unitendei haki. Kwa hiyo
Haki ni ya wewe kuniibia pesa zangu, si ndio? Ukazihongane kwa yule mwanamke wako, hiyo ndio haki? Hivi ni kweli Sergeant Paul amenipokonya Saida wangu? Tausi wangu. Na hivi ni kweli Saida ni mjamzito? Bila shaka ujauzito ni wangu. Na mbona kama ni mjamzito, mbona asiniambie? Ama Sergeant Paul alikuwa ananichocha ili amchukue yeye? Hapana. Hata kama nikufa, heri nizikwe na wewe. Maana mimi mwenyewe sitokubali kabisa Sergeant Paul ananyanyasa nikiona. Ndio. Ahlan wa sahlan wa marhaban, ndugu mpenzi mtazamaji. Ni matumaini yangu kwamba umzima na buheri afya pale popote ulipo. Langu jina niite Amin Baraka na karibu katika Mpasho wa Mwananchi. Naam, mwanabiashara mashuhuri kabisa nchini Bwana Tule aripotiwa kufilisika kwa ghafla. Hii ni baada ya Banki Kuu nchini ya mikopo na uwekezaji kunadi mali zake zote na kumwacha bila chochote. Aidha, akiongea na wanahabari wetu Bwana Tule, tuligundua ya kwamba pia dadake vile vile Rosemary hajulikani aliko, na hii ni baada ya kupotea katika hali tatanishi. Jeshi kuu la polisi bado linafanya uchunguzi, ila uchunguzi wao haujazaa matunda. Kwingineko ni kwamba bwana mmoja anayetambulika kama kwa jina la Lule aripotiwa kutoroka gerezani katika hali tata. Aidha, wanapolisi wameahidi takriban kiasi cha pesa cha 100,000 kwa yule ambaye atampata na kumregesha gerezani. Vile vile katika kijiji cha Kajitulizeni, mwanafunzi ajua kwa kujitia kitanzi huku chanzo kikibaki katika hali tete. What? Ati Saida anataka kujinyonga? Haiwezekani. Lazima nikamuone liwalo na liwe. Sitafanya tena. Sikujua kwa ninakosea. Kwa nakuomba niwe radhi kwa hilo. Ninaomba nisamehe. Samehe sana. Sikize Baratu. Hivi waniona sahihi si wa maana kwako tena? Kumbuka nilivyokokota kama chokora. Nikang'ang'ana juu chini mpaka kwa mtangazaji. Tena sikukomea hapo, nikajitwika yani mpaka jukumu la kumlea wewe kama mwanakondoo. Yani yote juu yangu. Lakini ilikuwa nimekosea na nazidi kuwa msamaha. Nisamehe basi. Unayemcha bebo wako ni nani? Yaani uchukue pesa zangu ukampatie mwanamke wako kwa kisa mnapendana. Mbona huku tafuta zako? Kwa nini huku tafuta zako kampa? Ha? Kwa nini? Yaani kwa nini huku tafuta pesa zako kampa? Kwa nini? Yaani hapa lazima ukalale ndani. Lazima utaenda jela. Hapana. Usifanye hivyo.
Unajua wewe ndio tegemeo langu. Nielewe basi. Nielewe huo upuzi? Una akili kweli wewe? Uchukue pesa zangu za demu wako ukampe demu mwingine kisa na maana kupendana? Kama hauna. Yaani uchukue pesa za demu wako wewe ukampatie demu mwingine kisa kupendana, si ni hivyo? Siya nikwambie, kama hauna, hata ukajifanya uko nazi bado utakuwa hauna. Wanielewa? Na hapa kwangu mimi naona imefika mwisho. Sihitaji tena kukuona. Ndo mwisho, yani mwisho. Nihurumie please. Maisha bila wewe sitaweza. Naomba unihurumie. Yani nimesema na sitarudia tena. Just pack and go. Niliyempenda nikamdhamini, ameniachia huzuni. Niliyempenda nikamdhamini, ameniachia huzuni. Jeraha, jeraha, jeraha la moyo. Jeraha, hiyo jeraha, jeraha la moyo. Jeraha, jeraha, jeraha la moyo. Jeraha, hiyo jeraha, jeraha la moyo. Jeraha. Lo, na huyo Abusu Sandra kwa wapi? Hapa naona obi namba yake, na hata ina maelezo ni kwa nini alishikwa. Hapa sioni kama ameshikwa na kosa gani. Haya bwana Chacha. Ujambo? Salama. Ehe, mfanya vizuri kuja. Bwana Chacha bwana. Kwani kuna nini? Dakika chache zilizopita nimepigwa simu kutoka makao makuu. Tumeambiwa tukompile ripoti zote, zifanyiwe scanning na zipelekwe headquarters. Bwana Chacha bwana. Kwa hiyo hilo ndio lilikuwa linakutia tumbo joto? Kwani ni mara ya kwanza sisi kufanya kazi kama hiyo? Hata hatuanzi leo, ila nini sasa? Kama kila kitu hapo tayari ni kama kiko wazi, ama ni handwriting ndo inakusumbua? Hata handwriting hatatizi, lakini kuna hiyo binamba San 7431 yaonekana ilifutwa ama ikuandikwa vizuri. Mimi naona haikuandikwa vizuri hiyo. Bora tu achana nayo. Na kama iliandikwa kimakosa, mbona haikurekebishwa? Singesema hivyo. San 7432 ipo namba kabla yake San 7430. Na kama iliandikwa kimakosa, mbona haikurekebishwa? Hata mimi nashindwa kuelewa kwa nini haikurekebishwa. Na sasa Abusu yuko wapi kwa jina Sandra? Hilo swali labda Sergeant Muna ndo anaweza kulijibu, kwa maana mimi sina kabisa nijualo kuhusu hilo. Iwapo utasema hivyo, wataka nipeleke habari gani huko headquarters? Unajua bana, mambo ya headquarters yamekuwa ovyo kabisa tangu Sergeant Biro apandishwe madaraka.